together, yet they are not able to listen to each other. We pray that walls that divide us, where we have hurt one another, where we have betrayed each other, that we may learn to forgive one another, that we can be in a position to talk to each other. I pray that as we continue with the ceremony of joining this marriage, that your grace be upon us. In Jesus' name we've made our prayer. Amen. God bless you. Kwa hivyo nataka leo tumekusanyika katika kanisa la Kisii Town kwa ajili ya kufanya harusi. Keire, are you present? Please mama, watu wa kuona. Huyu ndiye Solomon Nyagwari Keire na Emma Kengaya Mtabo. Kwa hivyo hawa ndio sababu yetu kukusanyika hapa siku ya leo, ili tupate kuwaunganisha katika harusi. Na kama sote tunavyoelewa ya kwamba a Christian wedding is both a civil and a religious matter. Kwa hivyo lazima tufuate zile sheria ambazo zimewekwa. Hawa wawili waliweka ilani ya harusi yao katika ofisi ya mwanasheria mkuu, na wakapewa kibali ya kwamba hakuna mtu ambaye amepinga ama ametoa maoni kwamba wasiunganishwe. Na pia kulingana na sheria za ndoa za mwaka 2014, kama kuna mtu ana jambo, anafaa kuandika barua kwa mchungaji ama yule kiongozi wa kanisa ambapo harusi itafanyiwa siku 7 kabla siku ya harusi. Na pia ndoa ni jambo la dini ama la kanisa, ndio maana wachungaji wako na watu wengine wa kanisa. Kwa hivyo sidhani kuna kitu ambacho kitanizuia kwenda mbele kuunganisha hii harusi. Sasa siwezi kuuliza kama kuna mtu anapinga, kwa sababu sheria hairuhusu. Kwa sababu mtu akipinga hakuna kitu mtafanya. Nilikuwa ni katika ile sheria ya zamani. So siku hizi kama una jambo, you do it in writing 7 days. Zikipita kuna kitu tunaweza kufanya unless we have a court order, and we don't have any. Sasa sijui kama kuna yoyote ambaye atamtoa huyu mwanamke ili apate kuolewa na huyu mwanaume. Sasa wazazi wa Emma, ninaomba kwamba mje ili mumtoe binti yenu apate kuolewa na Solomon. Solomon, nakuomba usonge hapa, move here. Na mama tafadhali Solomon, na mzee njoo karibu. So ningeomba kwamba wazazi wa Emma mlete mtoto wenu na nyinyi mkutane katikati. And sijui tutafanyaje na mambo ya COVID sasa. So naomba kwamba mchukue mkono wa mtoto wenu Emma, mpatie Solomon kwa mkono hapa kanisani. So Solomon, pokea, unapewa pamoja na wazazi. Asante sana, wapigie makofi. So very briefly, because we don't want to keep you together for so long, ningeomba kwamba wazazi wa Emma mwambie mtoto wenu neno la baraka, mwambie aishi vizuri, awe na amani katika ndoa yake, and any other good thing that you like to tell her. Si tutaanza na Mama Lois. Sijui kama kuna microphone ile mmesanitize, dali tupatie moja.
Mama, karibu. Please a word to your daughter and your son-in-law to be. Emma, today I give you to Solomon so that you get married. And so have my blessings. Amen. Please take care of him. Thank you. Asante mama. Mama amesema wakae vizuri na wana baraka zake. Thank you so much. Wacha tusikie kutoka kwa baba Ntabo. Emma, give you Solomon. Take of him. Be obedient, be patient, be prayerful, and always work hard, and all ask God to guide you in whatever you are doing. God will be with you always. Thank you. So wacha tusikie kutoka kwa wazazi wa Solomon, wanampokea Emma, watoe baraka kabla hatujatoa baraka ya kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Namshukuru Mungu kwa sababu ya siku hii na wote ambao mmeshiriki. Mungu awabariki. Na mimi namshukuru Mungu kwa ajili ya Pastor Solomon pamoja na Emma. Mungu awabariki. Na zaidi azidi kuwalinda na neema yake ikawatoshe. Mungu awabariki sana. Asante Mama Wilkista. Mwana Yesu abaku nambe jengo sabero mwana Solomon no mwana Emma ase miaka yabo yonse bansire maisinye basikane egete ekenene abakomu obuya babe na Nyasaye saba abajulie neema somogero yamo. Asante wazazi kwa kazi njema mmeifanya, na waomba kwamba mkae. Mungu awabariki kwa kulea watoto na hata kuwaleta ili wapate kuoana. That's very kind of you. You can get seated. So kabla sijakuja kwa Solomon and Emma, I don't know, Frida, you have something you want to say? Praise the Lord. Amen. Emma and Solomon, before God, I want to wish you well. May God be with you in your marriage. Neema iwatoshe. Tumefurahi. Congratulations. Amen. George. Bwana asifiwe kanisa. Pastor Zolo, Bwana asifiwe. Leo imani inatokea mbali, lakini itakuja tu. Nakutakia mema, Emma na wewe nakutakia mema. Mungu awazidishie. All the best. Thank you. Can still keep the microphone, we'll need it. So, dear friends, we are gathered here today before the Almighty God and this congregation to join this man and woman in a holy state of marriage, which the Apostle Paul declares should be honored by all men. For this reason, it is not good that any man should enter into this state hurriedly or without careful consideration, but with carefulness and in the fear of God. So these two people wish to enter into a holy state of marriage. Emma and Solomon, as you shall answer in the day of judgment, when all secrets of men's hearts shall be revealed, I want to ask you, Solomon, Keire Nyagwari, do you take this woman to be your lawfully wedded wife, to live together in the way God has commanded in the holy state of marriage? Will you love, honor, and care for her through the varying circumstances of life,
Forsaking all others, cleave only to her, as long as both of you shall live. Yes, I do. Sema, yes, I do. Yes, I do. Pigia makofi. Emma Kengaya Ntabo, do you take this man to be your lawfully wedded husband, to live together in the way God has commanded in the holy state of marriage? Will you love, honor, and obey him through all the varying circumstances of life, and forsaking all others and cleave only to him, as long as both of you shall live? Yes, I do. Yes, I do. Pigia makofi. Now, Solomon, before you make your vows, because after you've made your vows, then there's nothing we can do. If you discover that this is not Emma, you would have married her like Jacob married Leah. So, want to give you opportunity so that you can check out whether she is the one. Pengine utoe your veil, uone kama ni yeye, ukiconfirm ni yeye, then you can make your vows. Huu ni Solo. So Solomon has confirmed that this is the girl he has loved. I'm sorry. So sasa shikana mikono, hold your hands, and now Solomon, you will be speaking, and Emma will be listening. And we've said that when we listen better when we look at each other. We keep eye contact. So Solomon, mwambie Emma kwamba I, Solomon Nyabwari Keire. I, Solomon Nyabwari Keire. Are you looking at Emma? Look at the microphone. I, Solomon Nyabwari Keire. I, Solomon Nyabwari Keire. Do take you, Emma Kengaya Ntabo, Emma Kengaya Ntabo, to be my lawfully wedded wife, to be my lawfully wedded wife, to live with you, from this day forward, through all changes of life, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness, and in health. I will love you, and care for you, as long as we both shall live. So, my beloved, I give you my promise. Pigia makofi. So, Emma, what do you say? I receive it. I receive it. Thank you. God bless you. So it's your turn, Emma. So tell Solomon that I, Emma Kengaya Ntabo, I, Emma Kengaya Ntabo, do take you, Solomon Nyabwari Keire, Solomon Nyabwari Keire, to be my lawfully wedded husband, to be my lawfully wedded husband, to live with you from this day forward, to live with you from this day forward, through all the changes of life, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness, and in health. I will love, honor, and obey you, as long as we shall both live. So, my loved one, I give you my promise. To get my coffee. Solomon, what do you say? I receive it. You receive it. God bless you. So I don't know whether you have any token that you would exchange, so that as you have it, you can remember the promises you have made, and that you can always remember to fulfill the vows you've shared
Okay. Wameleta hapa pete mbili maridadi ambazo ndizo zitawakumbusha nadhiri ambazo tumeweka leo mbele ya Mwenyezi Mungu na sote ambao ni mashahidi. Kwa hivyo Solomon, naomba uchukue pete ya Emma. Emma, nawe chukua ya Solomon. So sababu ambao tunatumia pete ni kwamba hizo pete ndio zitawakumbusha nadhiri ambazo mmeweka leo, na pia itakuwa inawakumbusha upendo. That when ukiangalia pete yako unakumbuka kwamba kuna mtu anakupenda even when you feel like you are not loved, ama kama watu hawatakupenda, hiyo pete itakukumbusha kwamba unapendwa. Kwa hivyo Solomon, wewe ndio utakuwa wa kwanza kumvisha Emma pete. Chukua mkono wake wa kushoto. Inua mkono ama nataka kuwekea chini. Yeah. So mvishe pete. You have something you want to tell her? Emma, with this ring I promise to love you, care for you, protect you, provide for you, and be your priest as long as I'm breathing. So help me God. Amen. So it's your turn, Emma. Na wewe mvishe, and if you have something you can tell him. Solomon, with this ring, I promise to love you, to honor you, and to respect you as my husband and as the
Pigia makofi. So let those rings be a reminder to you both of your vows which you have made this day to one another, and let them be a sign of your love for each other in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. So we want to commit you to God in prayer, and we would ask that you msonge nyuma kidogo hivi so that taking the same positions that you are in. Good. Solo kaa huku na Emma huku, songeza karibu yes. Good. So you can hold, unaweza weka magoti chini alafu tuwaombee mkishikana mkono. Pastors, please come. Pastor Elijah Mativa and Pastor Sister Njo, Pastor Osero. Let's come and surround this couple and commit them to God. So tutawaombea na all of us tunataka tuombe. Kuna kitu ambacho pengine katika moyo wako unataka kusema kuhusu Solomon and Emma. You have now this opportunity kumwambia Mungu awabariki, Mungu awalinde, Mungu awahifadhi na kuwatunza. Na nataka kuuliza pastor wetu kutoka Umuringamu ataomba, na Pastor Matibo kutoka Kehancha, so we can pray in that order. Pastor, anza. Baba wetu katika jina lako Yesu Kristo, tunakushukuru kwa sababu wewe ni mwema mtakatifu. Ni asante kwa ajili ya siku ya leo mtakatifu, kwa sababu ulijua ya kwamba hii siku mtakatifu ndiyo siku uliweka kwa ajili ya Zoro na mpenzi wako Mungu wetu, ambaye wameunganishwa siku ya leo mtakatifu kuwa mume na mke. Na sisi tumeshuhudia ya kwamba umetenda haya kwa ajili, ulianzisha hii harusi mtakatifu ukiwa katika ile shamba la Edeni. Mungu wetu, tuwaomba ya kwamba sisi kama watumishi wako, ya kwamba yale yote mtakatifu registrar amefanya kwa ajili yako mtakatifu, tuwakubali ya kwamba acha waanzisha harusi yao, na wewe Mungu wetu uwe katikati mwao, ili jina lako lisije kutukuzwa kwa nyumba yao. Asante mtakatifu kwa sababu utatenda, na sasa umeshatenda mtakatifu, kwa sababu wamekubali yote ya kwamba watatunzana kwa hayo yote wakiwa katika haya maisha. Wabariki, wainue kwa njia zote Mungu wetu, kwa watoto na vitu vyote mtakatifu watakasie. Yote yatendeke kwa ajili wewe utatenda, kama wewe ulivyo mtendaji, kwa Yesu aliye Bwana na mwombezi wetu. Reverend Matthew. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu, Baba tunakushukuru kwa sababu ya siku hii. Asante Mungu kwa sababu ya harusi hii ndugu Solomon wa Tanalema. Baba wetu, tumekuwa mashahidi, imefanyika katika njia ya utakatifu. Tunawaweka mkononi mwako Bwana, ukawakumbuke, ukawasaidie, ukawabariki maisha yao, wakazae watoto wa kiume na wa kike. Bwana wetu, ukawabariki katika shughuli za mikono yao, ukabariki hata huduma ambayo wanafanya, ukawasaidia, ukasimama pamoja nao. Asante kwa sababu ya kanisa hili ambalo wamefanyia harusi Bwana, nalo liweze kubarikiwa na watu mtumishi wako ambaye Baba wetu ameweza kuwabariki. Ninakushukuru maana Bwana utawatenda mema, utasimama nao, toepusha kila namna ya hatari, toepusha kila namna ya magonjwa, maana utasimama nao kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Nimeomba Baba, nimeamini kwamba Bwana utawatenda mema, katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba hata kuamini. Amen. Bwana, pamoja na haya watumishi wako wameomba siku ya leo, tunashukuru kwa Emma na Solomon ambao wamefunga harusi. Wazazi wao wamewabarikia, nasi kama huduma wa Injili tunatangaza baraka juu ya maisha yao, ya kwamba watakuwa na wepesi wa kuishi pamoja kwa furaha,
kwa amani na kwa upendo, na Mungu utawapa uwezo wa kukaa pamoja na kuzungumza mmoja kwa mwingine. Tunawaombea maisha marefu pamoja. Tunawaombea kwamba hata katika huduma yao itapata kuinuka. Utabarikia kazi ya mikono yao Mungu wetu, na utawapa kila kitu wanachohitaji ili waweze kufaulu katika ndoa yao. Bila mtumishi wako ameomba, na waombea kwamba utawabariki na kuwapa wana, kwa sababu neno lako linasema kwamba watoto ni baraka ambayo inatoka kwa Mungu mbinguni. Mungu wetu, siku ya leo tunawaombea baraka na kuwafunika kwa damu ya Yesu, na tunaomba kwamba baraka za Mungu ambazo zinatoka juu mbinguni kama mvua, na zile za asili zinazotoka chini kama chemichemi ya maji ambayo haikami, iwe katika maisha yao, na hizo baraka za Mungu ziharibu kila kitu chochote ambacho ni kinyume na maisha yao na ndoa yao na siku zao za usoni. Tunawatangaza kwamba hao ni washindi zaidi ya washindi, kwa sababu wamemwamini Bwana wetu Yesu Kristo. Ndoa hii na ibarikiwe, na ndoa nyingine zote ambazo watu wako walio hapa wamewana, tunawaombea. Watoto ambao wametoka katika jamii na wale ambao wana familia, mkono wako wa rehema uwe juu ya familia zetu. Bwana, upewe sifa kwa kusikia maombi yetu, na utafanya hata zaidi ya vile tumeomba, kwa sababu tumeomba katika jina la Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Asante sana wachungaji, tunaweza kukaa sasa. Solomon, ngoja kidogo. Take instructions. Sasa wewe ndio utasimama kwanza, alafu utasaidia Emma kusimama. Thank you. Endelea kushikana mkono hapo. So I want to say that what God has joined, let not man separate. Because Solomon, Yabwari Keiri and Emma Kengaya and Tabo have joined together in a holy state of marriage before God and this company by the authority vested in me as a minister of the gospel by the Pentecostal Assemblies of God Kenya and the Republic of Kenya. I now declare them to be man and wife in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. May God the Father, the Son and the Holy Spirit bless, guide, and keep you. Amen. Now, Solomon, Emma is your wife, and Emma, Solomon is your husband. I don't know how you want to celebrate your marriage before you can sign the marriage certificate. I don't know, you want to sing a song, you want to dance, you want to relate, you want to carry her, you want to give her a hug, you are at liberty. Bye.
worshipped. So, Solomon, I want to present to you your marriage certificate and receive it and keep it well. Bless you and keep you and give you peace in your marriage. Sasa mnaweza kuweka kuja na bahasha ama briefcase. So, I don't know how you're going to carry it home. The grace that God has given them. So wale watu wa picha, tafadhali Joji songa karibu, wapige hao picha. Mkimaliza mnaniambia mmemaliza. So let's have Tabo please come. So take one picture ya kanisa, alafu zingine mtapigwa nje baadaye. Yeso, 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 tutangane. Yeso, 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 tutangane. Mtobana bao, Yeso, tutangane. Nene mama nene, Yeso, tutangane. Karibu. So wacha wazazi wote nao wapigwe picha na wao. Okay. Sawa. Tutangane, ase abang kamu itu.
briefly so that we can have further instructions. Sunday before we have our master of ceremony give us more instructions. I want to recognize my fellow ministers that are with us, and I don't know kama mtaweza kusema jambo. Get the microphones. Let's begin with the Reverend Mativo ambaye ni pastor wa Maranatha Cathedral in Kehancha. Wamekuwa wakifanya kazi kwa muda na Solomon. Pastor, tusalimie. Tunaweza kuja hapa. Please come over. Mwanene Yesu abakwe. Amen. Kama vile mmesikia, mimi ni Pastor Matiko toka kanisa la Kehancha Maranatha Cathedral. Ninamfahamu sana Pastor Solomon. Ni rafiki wangu wa karibu sana. Hata alipokuja kwa kanisa anakuja kufanya kwa sababu ya harusi, nilisema lazima harusi hiyo ibarikiwe, na tulimsupport. Na kwa hali hiyo pastor tumefanya naye kazi. Kuna wakati nilikuwa naenda nje South Africa, nilimwachia kanisa, na niliporudi nikakuta kanisa limeongezeka na linafanya vizuri. Ninamwombea baraka, na mke wake. Sasa nataka tuje tualike rasmi waje kufanya mkutano. Najua wakati ule alikuwa single, sasa amekamilika. Ninaamini kwamba watu wa Kehancha watabarikiwa. Amen. Ninaamini watu wa Kisii wamebarikiwa. Amen. Asanteni, Mungu wetu awabariki sana. Thank you. Tumekuja na watu wa kanisa kutoka Kehancha. Naomba wasimame tafadhali. Amen. Watu wa kanisa kutoka Kehancha tumekuja magari 4. Naona hao, naomba jamani tafadhali tuwapigie makofi katika jina la Yesu. Mungu wetu awabariki sana. Asante. Pastor Muringamu, karibu. Ndio pastor wa kanisa la nyumbani kule Mama Wilkista, karibu. Registrar wetu, kanisa nzima na kila mmoja ambaye alihudhuria hapa, Bwana wetu asifiwe. Hata ingawa wewe hujawahi kuweka mkono juu, nipungie mkono useme Yesu ni Bwana. Bwana wetu asifiwe. Kwa ajili ya Zoro na Emma, nataka kusema ya kwamba Mungu wetu ni mkuu, na hakika lile ametenda siku ya leo, nataka kusema ni Mungu. Nashukuru Mungu kwa sababu sasa ndio nitaenda kujua Emma, kwa sababu mwenye nilikuwa najua ni Zoro. Tangu nije katika kanisa la Umuringamu, nimeona alikuwa sasa kijana ambaye alikuwa mnyenyekevu zaidi ya yote. Hata wakati alienda kwa huduma aliniambia ya kwamba pastor, nataka kunyenyekea kwa sababu ninyenyekee zaidi, kwa sababu nataka kubarikiwa, niwe muombaji ili Mungu wetu aniinue. Sasa nataka kusema ya kwamba Zoro sasa umekamilika. Na vile umekamilika, sijui walisema pastor walikuita namna gani? Walikuita namna gani? Matiko. Sasa nataka kusema ya kwamba Matiko mulikuwa amuchampatia kanisa kwa sababu alikuwa hajakamilika. Sasa ile nitasema siku ya leo ni kwamba yale yote mulikuwa mnampenda, mpatie Zoro kanisa kwa sababu amekamilika, wafanye kazi na mke wake. Bwana asifiwe. Acha niseme ya kwamba wabarikiwe, pastor wetu ubarikiwe sana. Hata ingawa tulikuwa kwa huduma pamoja, na leo nimejifunza kitu fulani kutoka kwako, kwa sababu yenye yalifanyika. Acha Mungu wetu asimame kuwa Mungu kwa ajili ya hawa wote na kanisa nzima. Bwana asifiwe. Sasa Emma, karibu. Lile kanisa la Umuringa tendere na kuitachi. Sasa karibu, hata ingawa utakuja hapa, lakini hata Umuringamu na kukaribisha. Thank you, Pastor. Reverend Elijah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi siku ya leo niko na furaha. Nina furaha kubwa sana kuona mtoto yangu
fanya harusi kutoka kwa kijiji yangu. Sina ya kusema, bora ninasema Solomon na mtoto wangu mubarikiwe, mubarikiwe. Amen. Mahali popote mtakao kanyaga, mahali hapa abarikiwe, sababu nimesikia mchungaji tumekuwa naye kutoka nyumbani amenielezea Solomon habari yako. Kwa hivyo nataka ukae hivyo, na msichana wangu umechukua. Sisi ni watu wazuri, tunajua ya kwamba Mungu atawalinda na atawainua. Ninawaombea familia ya Solomon, mchunge hao, kwa sababu wametoka mikono yetu, sasa wako kwenu. Mtoto wetu ametoka mikono yetu, ameingia mikono yenu. Kwa hivyo mtulindie huyu msichana. Hiyo ndio ninawaachia. Na mchungaji vile amechukua hatua kuja, mupatie fare ndiposa mubarikiwe. Haleluya, haleluya. Pia Yesu makofi. Unajua mimi ni mwimbaji. Hebu simama kidogo niseme asante Bwana. Tuimbe wimbo. Hebu nipigie. Najua mimi ni mwimbaji. Nataka tucheze kidogo tu. Sijaona watu wakicheza. Buya Nyasaye. Basi nataka hiyo tuweke hiyo. Hebu piga makofi. Watu wa Kioro wako? Basi piga mikono. Kama hujai kupiga, piga mikono. Utatoka hapo tu umebarikiwa. Buya Nyasaye. Buya Nyasaye. Hey, Buya Nyasaye. Buya Nyasaye. Buya mono tata. Buya Nyasaye. Buya Nyasaye. Buya Nyasaye. Buya takwito. Buya Nyasaye. Buya takwito. Buya Nyasaye. Thank you. Finally, we have Reverend Masero, who is my fellow associate pastor of the youth, salimia tu. And then Master of Ceremony, unaweza kuelekeza. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Our theme for this year is not by might, not by power, but by my spirit, says the Lord Almighty. I just know that the Lord has helped them. Mungu awabariki sana, na kazi ameanzisha ataikamilisha. Neema iwatoshe. Asante. Amen. Master of Ceremony, please. Karibu. Haya, tumpigie makofi mchungaji wetu vizuri. Asante sana maharusi wetu bwana nabii Solo na Emma. Niruhusu tafadhali nitoe mask kwa sababu hii microphone sijapatia mtu, ndio niweze kusungumza vizuri. Bwana Yesu asifiwe.
want to be very brief this session here, ili kwamba tuweze kuokoa muda, tuende kwa reception na Tribe of Grace. Nataka mje hapa mbele kidogo kwa jambo fupi, lakini ningependa sana kupongeza Bwana Solo na Emma dadangu. When I spoke to Solo on the phone, I've met him today physically for the first time, but something told me he's a very humble man, and for sure I've confirmed it. Mpigia makofi mazuri. And Emma, I want to say you have a very humble husband, a quality that many don't have, to be honest. But Mungu ametusaidia sana. Bwana Yesu asifiwe. Yeah, my name is Ronald Mayaka. Mchenko kwa Ronald Mayaka, Brigadier. Ndo muralia Kisi FM 94.1 ikaye mugusie. Wale kambaba tera Kisi FM ngai ngana basa kuhura. Kai matika wangi mura bantu matende Mlingamu. Watu wametoka Western tukifika kwa reception wimbo yenu iko. Now I want us to organize our gifts. Nataka tupatiane zawadi hapa. Tukimaliza kupeana zawadi, nitawapa mwelekeo jinsi tutatoka hapa ndani tuende culture hall pale. It's just adjacent here. Pale ndo tutapata mankuli yetu ya mchana na tutakata keki kule. Pale ndo tutapata nafasi pia ya kudansi kidogo, lakini tukizingatia sheria zote za kuzuia ugonjwa wa corona. Tribe of Grace. There is a song I want you to do. Ekatuna kualika ni zawadi. Chetama tumaro mlingano mtendere sehemu ya msichana tuweke zawadi zetu pamoja, alafu sehemu ya solo tuweke zawadi zetu pamoja. There is a song I want you to help me do. Inasema ingawa rahisi kufika hapa, ni mkono wa Mungu umenibeba. Bwana Yesu asifiwe. Ni wangapi wanaamini kwamba ni mkono wa Mungu umewabeba kufika hapa? Haya, endelea kuandaa zawadi zetu tafadhali. Kama una bahasha tafadhali hakikisha kwamba zawadi zako ziko tayari. Tunapoimba wimbo huu hakikisha kwamba umeleta zawadi yako kutoka pale nje ili kwamba tuweze kumaliza kwa kasi. Haijawa pitch. Haijawa rahisi kufika hapa, ni mkono wa Mungu umenibeba. I want us to sing that song like we mean it as we organize our gifts. Kama una bahasha nisaidie. Solo na Emma, tafadhali tuweze kusimama tupokee zawadi. Emma na Solo tusimame hapa na best man best. Tusimame hapa ili tuwasaidie kupokea zawadi tafadhali. No handshakes. Hakuna mtu kusalimiana kwa mikono.
sehemu ile ya Western walisema, ama si Western? Hii ya? Okay, saidi ya Emma tafadhali. Zawadi. Nakubaliana na neno lako Bwana, nitasimama na neno lako. Nakubaliana na neno lako Bwana, nitasimama kwa neno lako Bwana. Nakubaliana na neno lako Bwana, nitasimama kwa neno lako Bwana. Nakubaliana na neno lako Bwana, nitasimama kwa neno lako Bwana. Haya. Sasa nipe kipaza sauti tafadhali. Nipe microphone hapa mbele. Mmoja wenu asungumze alafu mpatiane zawadi zenu tafadhali. Mmoja wenu asungumze alafu mpatiane zawadi zenu. Nipe microphone. Haya, msaidie. Ndio hapa microphone. Haya, ndio microphone hapa. Mimi nazungumza kwa niaba yenu. Umeleta zawadi nyingi hapa kwa kweli. Neno moja tu alafu mpatiane zawadi hizi tafadhali. The church fraternity, this is the day I think we are waiting for, and it has come to Solomon. The wisdom that you had asked God to give you, you will rule the people of Israel with justice. The family is there. From the family of Emma, that is not only a gift that we are giving you, but a treasure to you. May the good Lord sana. Kwa sababu ya muda tafadhali, the reception is at Culture Hall. Kindly mtu asiende, kutakuwa na chakula pale, na pale ndio tutakata keki, alafu mambo yatakuwa mazuri kwetu.